shogangu Jojo, kuna jambo limenikaa hapa shogangu. Ni kuhusu familia ya huyu mzee Ndimbe huyu. Yaani shogangu, tulikuwa tunaishi kwa amani sana katika hiki kijiji, ila kwa ajili ya huyu mzee Ndimbe na familia yake ametukosesha amani sana. Hasa ni kuhusu huyu kijana wake huyu. Ana mindevu hivi. Ana mindevu. Wanamuita dadi. Huyo dadi huyo. Shoga yangu huyo dadi sina ananitaka. Sasa jamani shoga yangu, jinsi alivyokuwa dadi vile, mimi sijui nimpeleke wapi. Yaani mtu mwenyewe, yaani hana hata mwelekeo. Mindevu, mweusi, kamka. Hivi kweli, hebu nishauri tunaendana mimi na yeye. Aeleweki, lakini ameniganda. Yaani shoga yangu Dei, ni hapo sina cha kuchangia chochote. Maana yule mzee Ndimbe hapa kijijini anajulikana kote. Yawezekana hata tunavyoongea hapa ameshatusikia mama. Kwa hiyo cha kufanya tuondoke. Amekuwa ni mtu akitumia madaraka yake ovyo, hata ajali yake za wanakijiji. Na ninakuwa na wasiwasi sana siku mwanangu akizaliwa. Inawezekana ikawa ni siku mbaya sana kwake. Unajua nini mume wangu? Hata mimi hilo jambo linanitia shaka sana. Nakosa amani kwa ile swala kuhusu mzee, lakini na imani Mungu yuko pamoja na sisi. Na uhakika tu mtoto wetu atazaliwa salama salama. Lakini mimi naamini kwa upendo unaonionyesha na imani tulikuwa nayo na maisha yetu tutafanikiwa. Asante mke wangu. Mimi nipumzike mara moja, maana leo usiku tunaingia tena juani. Sawa mume wangu, na mimi ngoja nimalizie niandae chakula hivi. Leayani Izadu. Wapi yule binti wa mbele? Kweli anaitwa Jojo, ni binti wa hapa kijijini, lakini pia ni binti mrembo sana. Namhitaji yule binti. Nikutoe shaka kuhusu hilo, kwa kuwa sisi ni watoto wa mtawala hapa kijijini. Kwa maana hiyo kila kilichomo ndani ya kijiji ni mali yetu, hususan ni hawa warembo. Namkuta. Nitahakikisha unampata.